William, nashukuru sana na nimefarijika sana kwa leo kunitembeza. Nimeenjoy wala hata sikutarajia. Shalon, hiyo ndo kazi yangu. Alafu kwa upande wangu nafarijika sana kwa mteja akihusika na huduma yangu. William, ningependa usinichukulie kama wateja wengine. Napendelea sana unichukulie kama rafiki yako. Ningependa iwe hivyo. Basi hamna shida. Lakini William, kwa kuwa najua una kipawa cha kuridhisha watu, ningeomba nikuombe. Najisikia mwili wangu umechoka sana. Yaani najisikia uchovu. Shalon, lazima uchoke, lakini sisi tushazoea kwa sababu ndio kazi zetu. Okay. Naamini kwa kuwa una kipawa cha kuridhisha watu, na mimi pia utaniridhisha. Nilikuwa natamani sana unifanyie masaji. Ndio, lakini unajua masaji inahitaji taaluma ambayo mimi sina kwa upande wangu. Lakini hapa Arusha kuna dada mmoja anaitwa Olpa. Ni hodari sana katika upande wa masaji. Kwa hiyo ninaweza kukupa namba yake umpigie, au mimi naweza kumpigia akaja kufanya masaji hapa. Unaonaje hilo? William, unajua naamini hapa jijini hakutokosekana mtu kama huyo. Na kuna watu mahiri sana wa kufanya masaji. Lakini mimi nilikuwa nahitaji wewe ndio ufanye masaji. No, Shalon, please, Shalon. Yaani siwezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu maadili ya kazi yangu hairuhusu kufanya kitu kama hicho. Please, tutaonana kesho. Okay? Tutaonana kesho please. Please. William, nashukuru sana na nimefarijika sana kwa leo kunitembeza. Nimeenjoy wala hata sikutarajia. Shalon, hiyo ndo kazi yangu. Alafu kwa upande wangu nafarijika sana kwa mteja akihusika na huduma yangu. William, ningependa usinichukulie kama wateja wengine. Napendelea sana unichukulie kama rafiki yako. Ningependa iwe hivyo. Basi hamna shida. Lakini William, kwa kuwa najua una kipawa cha kuridhisha watu, ningeomba nikuombe. Vipi, mbona wewe umeondoka ghafla namna hii? Hakuna tatizo. Lakini unaonekana hauko sawa. Nimekwambia hamna kitu. Hello? Nipo na bado nitaendelea kuwepo kama wiki 2 hivi. Nimekwambia hamna chochote kilichotokea. Okay, sawa. Mimi nipo. Ukihitaji chochote. Wajua, kwa upande wangu nimeshagonga vyombo vya kutosha. Yaani najifeel niko hai. Kwa hiyo naweza kusema inatosha. Ila kwa upande wako kama bado hakuna matata, naweza ukaendelea. Wala usijali. Hata mimi pia nimeshatosheka. Tunaweza tu tukaenda. Okay. Itakuwa vizuri maana kesho asubuhi na mapema nataka niwahi ndege ya kurudi Nairobi. Ina maana kesho unaondoka wakati mwezi niko nishakuzoea tayari. Usijali, nikifika Nairobi nitafanya mpango, takuja kule kutembea siku 2-3 alafu tarudi. Really? I'll be so happy.
nitafurahi sana. Okay then. Hiyo basi basi nakusikia. Usijali. Hii iko na document muhimu sana. Siwezi nikampatia mtu mwingine yoyote. Ina maana hata mimi mwenyeji wako pia uniamini. Usijali, tabeba tu mwenyewe. Okay then, let's go. Okay. Ina maana William amezidisha hizi pesa? Ina maana anajeuli kiasi hichi? Oh my god. Au ndo nitaki kabisa? Anyways. Pesa hizi ndizo zitakazokutia mikononi mwangu, William. Yes, lazima nikupate. Hebu tuongee kidogo. Ndio meneja, kuna kitu gani? Hivi wewe unafanya kazi yako barabara? Mzee, mbona kazi yangu nifanya vyema sana? Na hata mteja wangu karidhika kabisa na huduma ambayo nampatia. Kwani kuna kitu gani kimetokea? Kama ungefanya kazi yako barabara na madam umefurahia, mimi nisingekuwa na sababu ya kuuza swali hilo. Au unanifanya mimi mpumbavu? Kiukweli mzee wangu bado sijaona mantiki ya swali lako. Hebu niambie, kuna kitu gani kimetokea? Hebu niweke bayana. Wewe ulipokuwa ndani na madam, uliongea kitu gani mpaka akakusaraha? Kiukweli mimi yani hakuna baya lolote ambalo limetokea kati yetu. Kwani kuna kitu gani kilitokea baada ya mimi kuondoka? Ni hivi, kwa jioni yote ya jana madam alikosa raha kabisa na wala hakuongea kitu, na hii inaonyesha kuwa kuna kitu ulimkwaza ulipokuwa naye.
Sasa kama unahitaji kuendelea na hii kazi na kutaka ukamwombe msamaha muda huu, basi sawa, mimi nitafanya hivyo, lakini kila nikikumbuka kwamba yani sioni kitu gani ambacho nimemkwaza. Hakuna. Okay. Sasa tekeleza hilo haraka sana kabla hajachukua hatua nyingine za kuondoka hapa. Sawa. Sasa hizi Paula. Salama tu. Samahani, naweza kwenda kumwona Sharon? Yeah, sure. Hata yeye ameniachia maagizo yako. Okay, asante. Oh, William. Wale umewahi sana. Habari yako? Salama tu Sharon, umemkaje? Salama. Unampia gani? Sharon mimi mpya sina, ila nimekuja kukuomba msamaha kwa jinsi nilivyoondoka jana na pia kukuomba msamaha kama nitakuwa nimekulabia siku yako ya jana. Okay. Ni sawa. Lakini ningependelea zaidi tukirudi jioni ndo tuzungumze. Na naamini kwamba nitafurahi zaidi ya jana. Au unasemaje? Wala usijali Sharon. Yaani mimi lengo langu yani wewe ufurahi mpaka utapomaliza ziara yako. Okay. Thank you. Basi kaa pale nisubiri nivae. Hapana, naomba nikusubiri hapo nje. No, kwa nini? Unaogopa nini? Na kati mimi na wewe ni marafiki. Alafu mimi ndo nalomruhusu Paula kuruhusu ingie ndani. Nisubiri tu nivae. Na ni kweli kabisa, lakini ni kinyume cha maadili ya Mwafrika kumnyima mwanamke faragha anapotaka kujistiri. Okay. Unachosema ni sahihi, lakini kama ingekuwa ni kinyume cha utashi wa mtu, lakini mimi nilokuambia ukae unisubiri na sio ni tatizo. Come on. Karibuni sana. Sharon, hapa ndio Snake Park. Kuna nyoka mbalimbali unaopatikana katika mbuga hizi za nchini kwetu Tanzania. Okay. Karibuni sana. Asante. Yeah. Yes. Kuna nyoka wengi sana. Sogea tu. Sogea, usiogope Sharon. Unajua mtu unapomtajia swala lazima na nyoka wanaogopa kidhani kwamba anaweza kumuuma. Okay. Sogea. Wataka kuniambia kwamba kuna nyoka wasiouma kabisa mtu? Hapana, labda nirekebisha kauli yangu kwamba si kila nyoka anayeuma maana yake ana sumu. Kwa mfano, unamwona huyu anaitwa nyoka fuko. Na ukitaka kujua nyoka ambaye hana sumu anakuwa na macho yenye muundo wa duara hivi kama wanyama wa kawaida wengine hao. Yes, kwa hiyo kuna nyoka mwingine anaweza kuwa hana sumu kama huyu anaitwa nyoka fuko. Karibuni, tuendelee. Wapo hao. Shauri kwa mfano huyu nyoka. Huyu anaitwa, usiogope. Huyu anaitwa Forest Cobra, kwa Kiswahili anaitwa swira. Huyu akikung'ata ndani ya dakika 15 tu unaweza ukafariki. Lakini cha kuzingatia sasa, huyu alipewa sumu kwa sababu ya kujitafutia chakula. Analing'ata windo na kuisubiri ile sumu ienee katika ile windo na kulimeza. Anaitwa Forest Cobra, kwa Kiswahili swira. Sasa kwa mfano huyu hapa. Usiogope, acha uoga. Kaka kichwa hicho. Black Mamba. Sharon, huyu hapa anaitwa Black Mamba, kwa Kiswahili anaitwa koboko. Huyu akikung'ata maana yake sumu yake moja kwa moja inaenda kuwa nerve system. Dakika 5 baadaye ufariki dunia. Yes. Sasa kwa nini akaitwa Black Mamba? Huyu ameitwa Black Mamba kwa sababu ulimi wake ni mweusi. Na akikung'ata maana yake sumu kisha naye katika mwili wako tu, maana yake ni 7 steps. Lazima upoteze mfumo wa upumuaji na mfumo wa ufahamu. Yeah, ni nyoka hatari sana. Sasa tofauti ya nyoka mwenye sumu na asiyekuwa na sumu ni nini yani? Tofauti yake ni moja, kwamba nyoka mwenye sumu macho yake yanakuwa ya mkato kama paka wakati wa mchana, lakini mkato wake uko umesimama hivi wima. Na sifa yake nyingine kubwa kwamba ukimwangalia kwa vizuri unaona kama ana smiling face, kama anatabasamu hivi, lakini ni hatari sana. Black Mamba, kwa Kiswahili koboko.
Julius, kuna ujumbe kutoka kwa madam. Madam kasema sisi watoto tuende tukapumzike, ili kesho tuweze kuamka vyema na nguvu mpya. Umezika na hilo? I mean, unahakika na usalama wake pindi leo sisi tutakuwa tumeona? Kiukweli sina shaka na hilo. Kutokana na hiyo hoteli yenyewe na usalama wa kutosha. Mimi nadhani tufanye hivyo, tusimkwaze. Haya, hamna shida. Okay, haya bye. Okay, sawa, lakini wacha nikupe sifa zako Shalon. Umependeza sana usiku wa leo. Really? Yeah. Thank you. Hata umependeza sana. You're handsome. Thank you very much. Okay, Tanzetu. So smart. Nampenda mpenzi wangu katu simwachi, mtasema mtachoka. Nampenda mpenzi wangu katu simwachi, mtasema mtachoka. Nataka kunitia mshawasha, fitina zenu hazipandi wala zishuki bure hiyo. Nampenda mpenzi wangu katu simwachi, mtasema mtachoka. Nampenda mpenzi wangu katu simwachi, mtasema mtachoka. Kwa nini sibanduki niradhi nilaumiwe, wala sitotaharuki vizingiti niwekewe. Kwa nini sibanduki niradhi nilaumiwe, wala sitotaharuki vizingiti niwekewe. Kubalini mutupe zote pongezi, tumeshinda na bado tuwaonge. Samani kidogo Shalon. Naomba nikuulize swali. Hivi ulifikiria nini kuja huku? William, siku zote nimekuwa nikijitafuta mimi ni nani na furaha yangu iko wapi. Lakini siku zote nilizokuwa hapa, leo ndo nimegundua kwamba furaha yangu iko wapi, na nimefurahi sana sana sana. Lakini pia nilikuwa nahitaji sana hii fursa, lakini sikupewa nafasi wala sikuwa na muda huo. Lakini Shalon, nijuavyo mimi kwamba siku zote furaha inakuwa ndani yako na si kwa kitu ambacho kinakuzunguka, kwa sababu vitu vyote vinavyotuzunguka sisi ni mapito tu. William, mimi sipingani na wewe kwamba furaha iko ndani yako. Lakini pia naamini kwamba unakumbuka nilishawahi kukuelezea kwamba toka nimezaliwa nimekuwa ni mtu wa kuelekezwa kila kitu. Muda wa kulala, muda wa kula,
lakini pia jinsi ya kula ili tu nionekane mstaarabu. Lakini pia nimekuwa nikipangiwa marafiki wa kuwa nao, nani niwe naye na nani nisiwe naye. Kwa hiyo nimegundua kwamba maisha yangu yote naishi na mawazo ya wengine na maisha ya wengine, lakini sio maisha yangu. Lakini sasa nimepata fursa ya kujitambua mimi ni nani. Unajua mimi unachokizungumza wala sikielewi. Unajua Sharon, katika nchi yetu ya Tanzania kila mtu anatamani kuishi maisha ambayo unaishi wewe. Sasa ninashangaa kwamba unaniambia kwamba uko na furaha katika maisha yako yote. I'm so wonders. Yaani kwa mfano Sharon ungeniambia tu kwamba bwana William, nataka uje kuwa muosha vyombo wetu. Unafikiri ningekataa? Kuosha vyombo vya mtoto wa rais wa nchi yetu ya Tanzania? Aha, ningejisikia ufahari. Basi kama ningekataa mimi ningekuwa ni mjinga. Nilikuwa nikiishi maisha feki, lakini sasa naishi maisha halisi sana. Lakini madam, No. Sipendi uniite madam, na nilishakwambia. Napenda uzingatie. Sana. William. Najihisi kama nimezaliwa upya. Na hakuna siku nilofurahi kama leo. Nafurahi sana kwa msaada wako. Sharon, usio na wasiwasi wote. Na mimi kwa upande wangu na furahi sana kuthamini ambacho nakufanyia. Sasa lakini una sasa hivi usiku umeenda sana, naomba nikuache kupumzike. Sawa sawa? Okay, mwana. Usiondoke. Umesahau au niseme una deni? Kitu gani ama niseme deni gani? Umesahau asubuhi tulivyoondoka, tulisema kwamba baada ya ratiba zote za leo tutarudi kuongea na utaniomba msamaha. Nakumbuka. Nahitaji sasa uniombe msamaha. Na sitakusamehe mpaka uniombe msamaha. Sasa naomba uniombe msamaha. Na msamaha wangu nahitaji tu niendelee kujitafuta kiundani zaidi na niwe mtu huru kifikra na kimwili zaidi. Shaloni, unamaanisha nini kusema hivyo? Una maana gani hasa? Maana yangu ni kwamba naomba unielewe. Maana yangu ni kwamba sijawahi kujihisi mwanamke zaidi ya mara chache niwapo na wewe chumbani. Nataka nifanye nijihisi mwanamke mwenye bahati. Tafadhali naomba nitumie saa chache na wewe chumbani. Kwa nini nimejikuta nafanya kitu kama hiki? Kwa nini? I ask myself why? Why? Yaani kwa nini nimefanya kitu kama hiki? Kwa nini najiuliza mwenyewe? Kwa nini? Mimi ni bwege nazi. Mimi ni bwege nazi. Na macho matatu lakini sioni. Yes. Why nifanye hivi? Why? Kwa nini nifanye hivi? Why? Kuna nini kinaendelea? Madam, yule mwongozaji wetu ameacha kazi bila sababu ya msingi. Ameacha kazi bila sababu ya msingi. Kwa nini? Hakutoa sababu yoyote ile. Okay. Talifanyia kazi. Na sihitaji ulinzi.
Nimemkuta William. William amesimamishwa kazi. Amesimamishwa kazi? Kwa nini? Kwa sababu gani amesimamishwa kazi? Mambo kawaida tu. Ni masuala ya ofisi zaidi. Okay. Wewe Alice, wewe una shida gani wewe? William, nimechoka kukataliwa kila siku. Nimekuja leo kabisa mwili wangu. Sikia nikwambie kitu kimoja Alice, unachokifanya kiko sahihi kabisa. Sawa? Wewe ni mtu mzima, usifanye mambo ya kitoto bwana. Hani, watu wazima ndio wanafanya hichi mimi ninachokifanya sasa hivi, sawa? Sikiza nikwambie Alice, hicho ambacho unakifanya yani hakiko sahihi kabisa. Please, naomba unielewe. Sawa sawa? William, siwezi kusikiliza mimi. Siwezi kusikiliza. No, please. I'm sorry. Samahani kwa kuingilia. Samahani William. Sharon. Sharon. Nisikilize tafadhali. Please. Sidhani kama kuna mama kunielezea chochote ambacho mwishoni nitaumia. Na nasikitika sana kuweka moyo wangu sehemu ambayo sio sahihi. William, hichi ndio kitu ambacho kimekufanya uache kazi? Unajutia sana kuwa na mimi, eh? You know what? Maisha yote naona kama ni maigizo tu. Na kila ninayemwona mbele yangu namuona kama mzushi tu. Unajua Sharon, kwamba yani ukiongea sana kwamba yani hautaweza kunielewa. Sawa? Na mimi nimeacha kazi kwa sababu nyingine kabisa unataka kulijua hilo. Sharon, si ndio? Na William, nashukuru sana na nimefarijika sana kwa leo kunitembeza. Nimeenjoy wala hata sikutarajia. Sharon, hiyo ndo kazi yangu. Alafu kwa upande wangu nafarijika sana kwa mteja akihusika na huduma yangu. William, ningependa usinichukulie kama wateja wengine. Napendelea sana unichukulie kama rafiki yako. Ningependa iwe hivyo. Basi hamna shida. Lakini William, kwa kuwa najua una kipawa cha kuridhisha watu, ningeomba nikuombe. Hello, Daddy. Amna Daddy. Ndo narudi leo.